mtoto wa kwanza kati ya watoto watano wa mzee Batieli Nkusuvila Simkoko. Naitwa Kelvin Betieli Simkoko. Kwa kweli mimi ni mtoto wa kwanza, kwa maana firstborn, katika familia ya watoto watano wa mzee Betieli Nkusuvila Simkoko. Wadogo zangu wako wa kiume wawili na wa kike wawili. Kwa hiyo jumla wa kiume tuko watatu na wa kike wawili. Anayenifuata naitwa Fadhili Betieli Simkoko ambaye ndo second born, lakini watatu anaitwa Elisha Betieli Simkoko, wa nne anaitwa Milka Betieli Simkoko, na watano anaitwa Evelyn Betieli Simkoko. Kwa kweli familia yetu ni familia ambayo imebarikiwa kwa sababu wazazi wetu wametulea katika hali ya upendo, hali ya kumcha na kumjua Mungu. Utaona mimi tangu utotoni ni mtu wa kanisani, ni mtu wa ibada, ni mtu wa kwaya, ni mtu wa muziki kwa maana gospel. Kwa hivyo tunawashukuru wazazi. Binafsi mimi nawashukuru wazazi wangu kwa sababu wametulea na kutuweka pamoja kwa hali ya upendo, lakini zaidi kumjua Mungu. Aliyezaliwa katika mkoa wa Songwe, wilaya ya Mbozi, mkoani Mbeya. Safari yake ya kimasomo ilianza katika shule ya msingi Misia iliyopo kata ya Misia, wilayani Mbozi. Of course nakumbuka wakati nasoma shule ya msingi. Unajua ukiwa mdogo huwezi kuelewa exactly mwelekeo wako ni upi. Even though nilikuwa nafanya vizuri sana darasani. Nilikuwa nafanya vizuri darasani, lakini hata wazazi pia walikuwa wanafurahia. Wazazi, walimu, jamii kiujumla ilikuwa inafurahia kwa sababu maisha ya kijijini, lakini pia unashika nafasi ya kwanza, unafanya vizuri. Hiyo ilikuwa inaleta moyo sana kwa wazazi na kuona kwamba mimi ni mtoto ambaye naweza nikaleta faraja kwao. Kwa hiyo maisha ya shule ya msingi yalikuwa na changamoto zake, lakini kwa sababu ya ule utoto nilienjoy sana. Nimekutana na marafiki shule ya msingi, nimekutana na jamii mpya shule ya msingi. Kwa hiyo ilinipa kuwa mimi ambaye nipo sasa. Safari yake ya sekondari iliendelea katika shule ya Iganduka Sekondari, akiwa na matarajio na ndoto yake kubwa ni kuwa mtunza kumbukumbu, taarifa na nyaraka katika ngazi ya kitaifa na kimataifa. Huyu ni Kelvin Simkoko. Ukishakuwa sekondari ni level ambayo unajitambua, umeshakuwa kijana unajitambua. Hapa ndo nilianza sasa binafsi kujitathmini na kuwa na maono makubwa juu ya maisha yangu. Hapa ndipo nilipotengeneza future ya maisha yangu. Kwa sababu moja, nilikaa nikajitathmini natakiwa kuwa nani? Je, natakiwa kuishia hapa kijijini au natakiwa kuishia hapa kwenye jamii ndogo au natakiwa kuishia kwenye mawanda makubwa ya jamii ambayo itaweza kunufaika na uwepo wangu wa ujio hapa duniani? Kwa hiyo ilivyofika sekondari, kwa kweli niliongeza bidii ya kusoma. Niliongeza bidii kila ninachofanya. Nilikuwa na uwezo wa kufanya kitu kidogo kuwa kitu kikubwa. Na jamii hizo, wanafunzi wenzangu au jamii kwa maana ya wazazi, familia, wanakijiji wakawa wanaelewa mchango wangu kijijini, lakini hata shuleni pia. Kwa hiyo sehemu pekee ambayo nilijimwambafai na kuweka mawanda mapana ya mimi nataka kuwa nani ilikuwa ni hapa katika level ya sekondari. Kilichonipelekea mimi kuipenda kada hii, wakati wazazi wangu wamefariki, ilinibidi niende kuomba msaada halmashauri ya wilaya Mbozi, kwa maana msaada wa kusomeshwa. Sasa ofisi ya kwanza ambayo ilinipokea ilikuwa inahusisha kupokea zile barua, kuzitunza. Nilikuta kuna mafaili mengi sana, na hapo ndipo wanapopokea barua ambayo ndio ofisi ya kumbukumbu na nyaraka. Kwa hiyo nilijiambia mwenyewe akilini kwamba nahisi natakiwa kuja kufanya kazi ya kutunza kumbukumbu. Unaona? Kwa hiyo wakati narudi sasa kuendelea kusoma, of course namshukuru Mungu nilipata msaada, nilisomeshwa na halmashauri, walinilipia ada kuanzia form 1 hadi form 4. Kwa hiyo nikarudi na ile hali ya kwamba natakiwa kuja
kulitumikia taifa langu kwa kutunza kumbukumbu. Kwa hiyo hiyo sasa ilinifanya mimi nianze kustrive kutafuta ni chuo gani kizuri kinajihusisha na utunzaji wa kumbukumbu au masuala ya kozi za utunzaji kumbukumbu na nyaraka. Ndoto hiyo ilimpelekea kwenda kusoma katika Chuo cha Utumishi wa Umma Tanzania kwa ngazi ya astashahada na kuhitimu stashahada, yaani diploma, mwaka 2015. Mnamo mwaka 2015 Oktoba, aliajiriwa kama mtunza kumbukumbu msaidizi na kuwa mtumishi wa umma katika mkoa wa Mbeya. Unajua, baada ya kufika chuo, kwanza niliona fahari kwa sababu niliamini kabisa ndoto zangu zinaenda kukamilika. Unaweza kuamini, nimefika chuo moja, nilichelewa kwanza, lakini baada ya kwanza hakuna semester mimi nilishika nafasi ya pili na kuendelea. Hakuna, kuanzia mwaka wa kwanza hadi mwaka wa 3. Kwa nini nilikuwa na strive kufanikiwa zaidi? Ni kwa sababu nilikuwa nalinda ndoto ya kile ninachokiamini, ndoto ya kuwa mtunza kumbukumbu mkubwa wa kitaifa na kimataifa. Kwa hiyo tu pekee ilinipa moyo na morali wa kuendelea kupambana, kuendelea kusoma kwa bidii, lakini kuendelea kujishughulisha na masomo zaidi kuliko kitu kingine chochote, kwa sababu nilikuwa naamini kwamba masomo ndio kitu pekee kitakachokuja kunitoa. Kwa hiyo maisha ya shule kwa kweli yalikuwa na changamoto zake, lakini pia yalikuwa na mazuri yake, na hapo ndipo nilipojipambanua zaidi. Na nadhani hata watu kuanza kunifahamu ni kwa sababu ya masomo niliyokuwa na perform chuoni. Binafsi namshukuru Mungu kwa kweli. Namshukuru Mungu kwa sababu unajua, ukimwomba Mungu ufikie hatua fulani na ukafikia, ni jambo la kumshukuru Mungu. 2015 baada ya kuwa nimemaliza 2015 hiyo niliajiriwa serikalini. Kwa hiyo mimi ni moja ya vijana ambao wameanza kulitumikia taifa wakiwa na umri mdogo sana. Nimeajiriwa, nikaanza kuitumikia serikali katika kada hiyo ya utunzaji kumbukumbu na nyaraka, na hapo ndipo nilipoanza kuona sasa yale maono yangu ya sekondari ya chuo yanaanza kutekelezeka kwa ukubwa. Wakati naajiriwa niliwakuta watu ambao tayari wako kwenye hiyo field, lakini nilikuwa napambana kuleta mabadiliko ya kisayansi na teknolojia. Unajua, kila kitu kinabadilika kulingana na miongozo, taratibu, lakini mabadiliko ya sayansi na teknolojia, kiukweli watu walinifurahia sana, walinifurahia mno, na mimi nilikuwa I was very proud of myself. Nilikuwa yani mwenyewe feel comfortable kwa sababu unafanya kazi na jamii. Watu ambao umewakuta kwenye kazi wanakuelewa, wanakusapoti, kile unachoshauri kinafanyiwa kazi. Kiukweli hile sasa ilinifanya mimi kupanua mawanda zaidi ya utendaji kazi wangu, lakini ya kufahamika, kwa sababu nilifahamika zaidi baada ya kuwa nafanya kazi vizuri na kwa weledi mkubwa. Mwaka